Masuala ya mazingira, wakati ambapo pia mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya mazingira ni COP30 ukiendelea huko nchini Brazil. Wakati ambapo dunia inakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kundi la vijana 12 mkoani Morogoro wameamua kutumia fursa ya utunzaji wa mazingira kwa lengo la kukuza uchumi. Vijana hao ni wahitimu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo Morogoro SUA, ambao wameunganisha nguvu, taaluma na ubunifu ili kukomboa mazingira, huku wakijiinua kiuchumi kwa kuanzisha vitalu vya miti ambayo huuza na mingine kupanda katika maeneo mbalimbali ili kutunza mazingira. Mwanahabari wetu Teresa Mwanga amewatembelea vijana hao na hii ni taarifa yake. Hili ni eneo la vitalu vya miche ya mimea mbalimbali ambayo inamilikiwa na vijana hawa wanaounda taasisi ya My Birthday Tree. Wazo la kubadilisha changamoto za kimazingira kwa fursa lilibuliwa na Festo Mwandenene, mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi hii, baada ya kukosa fedha ya kuandaa hafla ya siku yake ya kuzaliwa. Tulichokifanya sana kwa umoja wetu kama vijana, tulikuwa tunakaa chini na tunaendelea kukaa chini kubuni mawazo ambayo yatakuwa yanatatua mazingira, lakini sio tu kutatua mazingira, yanatengeneza fursa ya kiuchumi. Hawakuunganishwa na umri, bali wamegeuza maarifa kwa hatua na hatua kuwa harakati. Sisi tumeamua kuweza kujiajili, na kama tumeamua kujiajili ni kwamba tunataka kuweza kuwasaidia vijana wenzetu waweze kupata fursa. Kwa hiyo ni nguzo yetu kubwa. Kwa hiyo hata kama ikitokea kuna changamoto ya kufarakana, tunaangalia kwamba malengo yetu ni kuweza kuwasaidia vijana wenzetu ambao kwa sasa tunasema kuna changamoto ya kazi. Kwa hiyo inatupa nguvu kuweza kuona ni kwa namna gani tuweze kuwa msaada kwa vijana wenzetu. Tunatunza mazingira kwa namna mbalimbali, kiwemo kuchukua baadhi ya vitu au kutumia baadhi ya vitu ambavyo like recycling, kwa vitu ambavyo vingeweza kutupwa kwa kama takataka, lakini tunavichukua and then tunaviongezea thamani. So unaweza kuona kwamba namna gani inaweza kupunguza au imeweza kupunguza baadhi ya uharibifu wa mazingira. Wanasema changamoto zipo, lakini si kikwazo cha kukwamisha kufikia malengo yao. Changamoto kuu ya kwanza ni swala zima la uchumi. Tunatamani sana kufanya mambo mbalimbali, lakini katika swala la uchumi tunakwama. Hapa ni katika shamba darasa ambalo lina mazao mseto. Lengo kubwa la shamba hili ni kuwafundisha wakulima namna ya kufanya kilimo ambacho kinatumia eneo moja lakini mazao tofauti ambayo hayatumii mbolea za viwandani. Tumeamua kuanzisha shamba darasa hili ili kwa ajili ya wakulima wa maeneo ya Lugala kwa ajili ya kujifunza jinsi gani ambao wanaweza wakachanganya mazao mbalimbali katika shamba moja ili kuhakikishia mavuno, lakini pia kuhakikishia kipato, kwa sababu shamba hili kama unaona lilikuwa limegawanywa katika mistari mbalimbali, kuanzia mistari ya miti, mistari ya mboga na mistari ya magugu, ambayo inasaidia katika kutunza ekolojia ya shamba na kumhakikishia mkulima mavuno ya aina mbalimbali. Jamii inajivunia uwepo wao. Kujifunza kupanda vitu vingi kwa mara moja. Unapanda ndizi kwa mfano, kuna miembe, kuna limao, ndio sasa unaweza kuvuna kimoja kikaendelea na ukavuna cha pili, mambo yanakwenda. Hadi sasa vijana hawa kupitia taasisi ya My Birthday Tree wamefanikiwa kupanda miti takribani 80,000 katika mkoa wa Morogoro. Teresa Mwanga, Azam News, Morogoro. Wakati baadhi ya tamaduni nchini zikionekana kusahaulika kutokana na maendeleo ya teknolojia, kabila la Wahehe wameendelea kulinda hazina yao ya kiutamaduni, na kikundi cha Kalenga chenye vijana 10 kinaendeleza utamaduni wa ngoma na mila za kabila hilo kupitia ngoma ya Livangala inayofahamika pia kwa jina la Mangala, kama ambavyo Muhammad Nyaulingo anasimulia. Ni jioni, jua likienda machweo, taratibu nyuma ya vilima vya Udizungwa, anga linawaka rangi ya machungwa. Mapishi ya jadi yakiendelea katika kijiji cha Kalenga, ngoma 2 ziko kati tayari kwa kuburudisha. Ngoma hii ina